najua. Lakini unaona ile suruali nia yao haikuwa ya kufurahisha. Hiyo suruali ilikuwa ikufunike, usijue venye hizo pesa zenye ulikuwa unatumwa ni kazi gani ilikuwa nafanya. Ama halafu zilikuwa pia hiyo suruali walikuwa wakufunge kabisa, usiweze tena kupata mwanamke mwingine, ama uwezi fanya anything ukiwa na mwanamke mwingine. Ule wakati ambao ulianza kufanya kazi, ukaanza kupata pesa, ndio huyo mama aliingilia, akaanza kushawishi msichana wake wajue venye wanakunyonya pesa zako. Hello guys, welcome to JM Show. Before we continue guys, ensure you subscribe, you like, you comment, and you can also share this video. So kwa wale ambao tunafuatilia, mumeona chenye imekuwa ikihappen, na Joe alikuwa ameniambia nitafute daktari kwa yale ambayo yalikuwa yametendeka, na saa zingine inakaa ni kama haelewi chenye kinaendelea. So tuko na daktari hapa, na imekuwa sana, unajua nimejaribu kutafuta daktari, ananiambia ako busy, anako wapi sijui wapi. So like leo amejaribu kuja na tuko na yeye hapa. So Joe, habari yako? Niko salama mimi. Niko tu. Uko salama kabisa? Niko najaribu. Holding on. Okay. Ya daktari, habari yako? Niko salama. Nashukuru. Unajua unaponiita, najua kuna shida mahali, mimi siwezi kawia kukuja. Lazima nifike angalau nione vile nitakusaidia. Ama najua ukiniita kuna mtu, najua lazima kuna mtu mahali anadhulumiwa ama amekosewa, na labda unataka nimsaidie. Sasa nika hapa kusaidia kijana wangu hapa. Nimefika. Asante. Daktari, mimi nimeshukuru sana make time ukafika. Niliona unasaidia watu mbalimbali, watu wako na mashida tofauti hadi watu wako na mashida kama hii yangu. Mengi sana inafanyika, unaona bibi yako na mama mkwe wako ni kitu kimoja. Ni mambo mengi sana wamepanga, na ni vitu mingi sana zilikuwa zinafanyika ule wakati ambao ukuanga karibu. Sasa ninapopiga darubini, hiyo sako ni kubwa. Maana kuna watu wengine hata nikikuambia mwenyewe utashangaa. Ni watatu tu. Sini mama huyo Su na mama yake, na kijana fulani hapo wako na yeye, kijana fulani brown hivi. Kuna huyo kijana, na bado kuna ule dadako. Pia kuna venye alidanganywa. Daktari, dada yangu Marion ako kwa hiyo mix. Aje sasa. Kuna venye alidanganywa na mama Su, akajikuta kwa hiyo mix. Maana okay, ni dadako ndio sikatai, lakini kwa sasa hivi unaweza muona mnaongea vizuri, mnafurahi, ila amevalia tu ngozi ya kondoo. Na alafu kuna mambo, ndio maana nimekwambia kuna mambo mengi sana inafanyika nyuma ya mgongo wako. Sasa unaona ule wakati ambao ulikuwa unakuja pale kutoka Dubai, si walikuja pale hapo wakiwa na suruali. Sasa walikuja nayo, by the way walikuja nayo wakaniembarrass vibaya sana huko airport. Mimi nikashangaa hizi ni nini wanaleta huku. Mbaya sana najua. Lakini unaona ile suruali nia yao haikuwa ya kufurahisha. Hiyo suruali ilikuwa ikufunike, usijue venye hizo pesa zenye ulikuwa unatumwa ni kazi gani ilikuwa nafanya. Ama halafu zilikuwa pia hiyo suruali walikuwa wakufunge kabisa, usiweze tena kupata mwanamke mwingine, ama uwezi fanya anything ukiwa na mwanamke mwingine. Unajua daktari, hapa by the way unaweza kuona sema ukweli, juu kusema ukweli tangu nirudi sijakuwa na, unajua hii tamaa ya wanaume, ukiangalia wanawake hivi, sijakuwa nikifeel anything. Mimi nimefikiria tu ni stress ndio zinanisumbua akili. Lakini uko sure Mario nako kwa hii maneno? Juu si alikuwa ananisaidia, hata watoto wangu wako kwake saa hii, anawezaje kwa hii mpango tena daktari? Ako kabisa, alishawishika na akakubali kuingia kwenye hiyo group yao ya kutaka kunyonya pesa zako. Maana kuna ile wakati
si ulikuwa unatumanga pesa mara ya karo nini. Kuna venye pia walikama wafuna idea wakamweka ndani ili angalau pia apatanga pesa. Lakini pesa gani? Na yeye mwenyewe namtumia, hata rent yake ni mimi namlipia. Sasa tena anataka pesa gani kutoka kwangu ndiye ashikane na au Mama Su? Unajua pesa zitoshangi, na hata sasa ukapata milioni 1 sasa bado utataka pesa zingine. Sasa kuna uwezekano bado pia alikuwa anataka pesa mingi. Marion unajua tuko watoto wawili tu kwetu, na mimi na Marion tumekuwa hivi tangu tukiwa watoto. Yes, ni mdogo wangu, lakini there is nobody in this world mwenye napenda na naamini kama sister yangu daktari. Uko sure? Najua unampenda na anatumia hiyo opportunity kutaka kukufilisi. Na huyo mama mkwe ndo master planner kabisa. Maana unajua ule wakati ambao mlioana na Su, si mlikuwa mnaishi kwa amani Kabisa. Mpaka ukapata nini, ukaenda Dubai. Sasa ule wakati ambao ulianza kufanya kazi, ukaanza kupata pesa, ndo huyo mama aliingilia, akaanza kushawishi msichana wake wajue venye wanakunyonya pesa zako. Hapo ndio unaweza kuona sema ukweli. Juu by the way tukianza tulikuwa vizuri. Su alikuwa msichana mzuri. Tukaendelea mpaka tukasikizana venye sikuwa na kazi huku Kenya, tukasikizana na yeye vizuri, ikakuwa ni mimi niende nitafute opportunity huko Dubai na nikapata. Kazi inalipa vizuri. Nimekuwa alafu saa hii tena nikirudi juzi ananiambia wanaume wenzetu wako hapa wanafanya kazi nini. Sasa mimi nashangaa tena shida ilitokea wapi daktari? Mpaka tukipata mtoto wetu wa pili bado tulikuwa sawa kabisa. Huyo mama ndo alimwandaa akamwambia, akampanga na pia akakubali kushawishika. Sasa ndo maana hata unaona si sasa unahangaika. Unakaa kama ndege. Au na ukaona kwako, lakini sasa ulali kwa hiyo nyumba yako. Sasa hii hata labda kubadilisha nguo ubadilishi, maana kila kitu hauna. Sasa unaona hata ile nyumba, ule kijana uliyemkuta ati wako na mahusiano na mpenzi wako ndio mwenye na holi hiyo title. Daktari, mimi kwanza kitu ya kwanza nataka ni hiyo nyumba na title deed. Juu siwezi kuwa nimegharamika hiyo pesa yote, hizo mamilioni zote kujenga nyumba, na saa hii hata sina place ya kulala na watoto. Na ujue mimi nikiwa hapa nitahakikisha kwamba kila kitu chako kimerudi na kuahidi. Daktari utakomment. Juu nimebakisha tu siku 8 tu kurudi Dubai. Sasa saa hii bado nashangaa nitawaacha watoto wapi, nitafanya nini? Na kama unaweza nishughulikia within hizi siku tu tupate solution ya hii kitu, hiyo inaweza kuwa imenisaidia sana. Hata nikirudi kazi narudi nikiwa na peace of mind. Kila kitu hufanyika na sababu. Unaona wewe kujuana na huyu kijana wangu hapa Jay, ni Mungu alifanya. Maana kama ungeweza kukutana naye wangekudhulumu kabisa. Na kuna kitu moja hata ungepata na ungeweza kusahau kabisa, maana ile suruali ingekufanya usahau na kila kitu kabisa. Sasa mimi nitahakikisha kwamba kila kitu yako imerudi, na alafu wale mimi unajua nitawauliza. Wakija nitawauliza iwapo watakuwa tayari kurudisha, na iwapo watakuwa tayari kurejesha. Unajua sasa hapo ndo nitakasirika. Unajua mimi lazima nikupe onyo. Usiponisikiza ninakuadhibu. Daktari, sina option. I'm out of options. Lazima tu nikusikize wewe saa hii, na kama utanisaidia mimi utakuwa. Lakini daktari, niulize tu kusema tu kweli daktari. Sister yangu Marion hata kama akikuja utamuelewa tu. Si kupenda kwake, alishawishika. Maana nimekuambia ule mama ndo ako na mipango yote. Na Jeff, venye walikuwa hapa wakatusiana uko sure wanaweza rudi tena? Unaweza wapata warudi? Unajua daktari sasa ako hapa, yeye ndiye ako in charge. Nimekuambia mimi nikiwa hapa nitahakikisha kila kitu chako ama kila mtu mwenye amehusika amefika hapa, na hapa sibanduki. Nitahakikisha umetendewa haki. Nimekutendea haki kwanza ndio niondoke.
maana mimi unajua mimi siwezi haribu muda wangu niondoke nimeacha shughuli zangu nije alafu kose kufuata haki yako. Nitahakikisha kwamba kila kitu chako chenye wale wanamiliki chenye si kitu yao kimekurudia. Na nakuahidi, na unajua kazi yangu mimi nafanya kwa hatua. So wewe ni ufuate tu maelekezo na masharti nitakueleza. Daktari, sema kitu yoyote, mimi sema tu kitu yoyote, mimi nitafuata. So usikuwa na pupa wala shaka. Wewe ni utulie tu, wakija hapa hata wewe mwenyewe utashangaa. Wenyewe watakubali, wasipokubali watapata adabu na alafu watarudisha vitu zako. Na utafurahi. Unajua mimi niko tayari kukuangalia, kukuona umerudisha furaha yako. Unajua saa hii hauko sawa, umesononeka moyoni, lakini utakaporudishiwa vitu zako utakuwa na furaha, na hiyo pia ndio furaha yangu. Daktari, niulize, hii panti yenye ililetwa kwa airport, nani alikuwa nani alikuwa ameplan hiyo kitu yote? Nani mastermind? Nani ndio master plan? Bado ni mama. Mama. Bado ni mama. Nilijua. Unakumbuka nimesema ule msichana wakioana na huyu kijana wangu Jo, walikuwa naishi kwa amani, walikuwa naishi vizuri. Ila alipofanikiwa kwenda Dubai kazi, hapo ndo maneno ilibadilika. Sasa na huyo ndo mama ndo alikuja na hii idea ili avuruge kabisa familia ya Jo, na Jo angebakia bure. Maana si angesahau kila kitu. Angeweza kukumbuka kama alishaimiliki kitu chochote, ama nyumba, shamba, ama kama ashaituma pesa angekumbuka. Angechanganywa kabisa. So, nashukuru sana daktari uko hapa. Unajua sasa umekuwa ukisaidiana, nashukuru sana. At least ndugu yangu pia atasaidika. Najua tukiwa hapa maneno haiwezi haribika. Mimi hata ukiwa sehemu gani mimi nitakufanyia tu kazi yako. Ukinipigia uniambie daktari, nilikuwa nahitaji unifanyie shughuli fulani, mimi nitakufanyia. Na wewe mwenyewe utafurahi tu. Sasa kwa saa hii naahidi kijana wangu hapa Jo kwamba wale wahusika wote wenye wako kwa hiyo sako ya kutaka kunyakua mali yake watakuja hapa na wenyewe watarudisha tu. Daktari, kwanza kitu ya kwanza tu mimi naomba wakikuja, kitu tu ya kwanza wanirudishie ni nyumba yangu na title deed. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana sana, juu siwezi kuwa naishi hivi. Na hiyo time ya kutafuta place ingine kwanza kusettle down, hiyo pia unajua sina hiyo time. So wakikuja wakubali kurudisha hiyo nyumba na hiyo juu daktari, una imagine ufanye kazi miaka hizi zote, usave, ukuje ujenge nyumba kubwa kama hiyo yenye nimejenga, alafu saa hii imepigwa kifuli. Hata sijui hao wenyewe wako wapi, juu naendanga kwa hiyo nyumba, hao wenyewe hata hawako huko. Nyumba imepigwa kifuli ingine kubwa, hata kuna kenye naweza fanya. Na of course siwezi enda kwanza kubomoa kwangu pia nianze kukaa kama mwizi. So please, hapo tu kwa hiyo nyumba na hiyo title deed, tafadhali hapo daktari. Zote zitarudi. Maana hata unaona pesa zenye ulikuwa unatuma, si ni mama ndana alikuwa na control. Ulikuwa unatumia bibi yako, lakini ni mama ndana control. Maana bibi yako alikuwa anamtumia yeye. Na unajua ni kweli, juu walikuwa wananitumia fee structure ya shule yenye nilikuwa nalipa 135,000 per term kwa kila mtoto. Lakini niliporudi hapa juzi, watoto wanakaa kama machokora daktari. Ni kama sijui wanasoma ati fee structure sasa hivi wanalipishwa 19,000 peke yake. Unashangaa hizi pesa zingine zimekuwa zikienda wapi? Okay, walikuwa wanatuma hiyo fee structure, lakini watoto wako wanaenda ile shule walikuwa wanakutumia hiyo fee structure. Exactly. Maana walikuwa wanatuma hiyo fee structure ndio wabaki na hizo pesa. Unajua walikuwa wanatumia kila mbinu, walikuwa wanahakikisha kwamba wanatumia kila mbinu angalau wapate pesa. Maana ile shule walikuwa watoto wanaenda haitoshi hizo pesa. Haitoshi. Na isitoshe daktari, wewe una imagine mpaka mtoto mdogo anasema mama amekuwa akileta wanaume kwa nyumba. Daktari, hata wewe unaweza feel aje kitu kama hiyo? Ni kitu mbaya sana. Inauma. Lakini kwa sasa
usao na ile yaliyopita. Sasa tunaangalia jinsi mali yako itarejeshwa. Maana si nimekuambia leo niko na muda. Nitahakikisha kwamba hata wapo njiani wanakuja, hakuna mahali wanaweza enda. Nitahakikisha kwamba wamekuja wakurejeshe vitu zako, na niko na uhakika kwamba utafurahi. Akiwakuje na leo Kuja leo kitu kama in the next one watakuwa hapa. Akiwafike daktari, wafike. Mimi nimeshukuru sana daktari. Vitu za daktari ni uchungu, inauma sana. Mtu ulikuwa umependa ukaweka hope zako zote kwake, una invest time na effort yako yote kwake, alafu unakuja unapata amegeuka. Mimi nakwambia daktari, sikuwa na recognize huyo mama yake mtu. Mimi hata mtoto wao mimi ndio nimemlipia school fees, nimekuwa nikimsaidia huyo mama. Tunafika hapa, huyo mama alikuwa ananiangalia kama stranger, mtu hata hajawahi ona, ananiongelesha na madharau. Mimi nashangaa sasa tena ni nini? Asante, punda ni mateke. Na binadamu ndivyo walivyo. Sasa unaona hata wakija hapa watakuwa wanajibeba, wanaongea na kiburi, na unajua ni watu wengi sana nimedeal nao. Wao itakuwa tu mfano wa watu ambao nimekutana nao, na ile kiburi watakuja na mimi nitatuliza hiyo kiburi yao. Na unajua mimi sifurahi yangi nikipa mtu adabu, maana ni kitu mbaya sana, lakini mtu asipofuata maagizo venye itakuwa nimemwelekeza, ndio maana wanasemanga mtoto akililia wembe unampa. Sasa mimi hapo siwezi kuwa na shaka, siwezi kuwa na doubt. Mimi ni kuadhibu tu, na najua atakuwa na kiburi sana. Kiburi nayo wako nayo pasta, kiburi kiburi hiyo nayo wako nayo. Ni kama walitumia pesa zangu kuinunua. Wako na kiburi, vile wananiongelesha ni kama wanaweza nitembelea, wanaweza nitandika wanitembelee hata wakienda kwa choo daktari. Hakuna heshima, na ni kitu mbaya sana daktari. Watu unasaidia wakikudharau hivyo. Sawa, usiwe shaka, hiyo kiburi leo itatulizwa na itaisha. Wacha tu wasubiri kwa muda kama lisali moja watakuwa hapa hivi, na nitahakikisha kila kitu chako kitakuwa kimerejea, na hiyo itakuwa furaha kwa sisi wote. Asante. So daktari, asante sana kwa kukuja. Hiyo nayo nakushukuru sana sana sana, juu Joe pia apate haki. So let us wait for Mama Sue and Sue, ndo tusikie venye umesema wanakuja, ndo tu watakawia sana. Wanakuja lazima, na wanajua sehemu tulipo, wanakuja sai. Wacha tusubiri wakuje, tujue hiyo kiburi yao itawafikisha wapi. Sawa. So to our viewers, let us wait for Mama Sue and Sue.